Swali la Petro ni kwamba ndugu yangu alikosea mara ngapi nami nimsamehe? Majibu ya Yesu anamwambia sikwambii mara 7 tu. Hizo walizofundisha Mafarisayo mara 3. Na hiyo uliyokuja nayo wewe Petro bado haitoshi kukamilisha hichi ninachotaka nikueleza. Naambia mimi sikwambii mara 7 tu, bali hata 7 mara 70. Sasa nisomee kuanzia hapo. Twende kwa haraka kwa sababu hiyo ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja. Ufalme wa mbinguni, zingatia neno umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, anasema alipoanza tu kuifanya. Ngoja kwanza hapo. Hebu nipate mfalme haraka. Alafu nipate na wajakazi 2 na 3. Watu waje hapa wa kiume kama wanaweza waruke haraka. Nilitegemea kabisa. Yaani hilo ndio niliwaza hilo. Unafikiri niliwafikiria hao? Nilifikiri nikitaka kunyanyuka mtaanza nyinyi si wageni wenzangu na nisupport. Mgeni asaje ningae macho peke yangu hapa. Sasa huyu anaonekana anaweza kuwa mfalme. Na wewe mbona kama hujashiba kama huyu? Mimi naondoka na mfalme niko kidogo, hata kama una njaa ila mdogo unaonekana umeshiba kama huyu. Sasa huyu ni mfalme. Akamwambia kwa sababu hiyo ufalme wa Mungu umefanana na mfalme anayetaka kufanya hesabu ya watumwa wake. Alipoanza kuifanya, anasema alipoanza tu kuifanya, aliletewa mtu mmoja mwenye deni la talanta. Anasema akaletewa mtu mmoja mwenye deni la talanta ngapi? 10,000. Naye aliposa chakula. Mzee hiyo bwana haipokuja hiyo. Naye aliposa chakulipa. Alipokosa chakulipa. Umenichanganya. Alipokosa chakulipa. Huyu jamaa amekaa kama mdeni kweli. Yaani ameweka na mikono kabisa anaonekana hana chochote. Anasema eti kweli kabisa. Anasema ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme anayefanya hesabu ya watumwa wake. Akakutana na mtumwa mmoja ambaye anamdai talanta shingapi? 10,000. Anasema huyu alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe. Anasema huyu bwana wake akaamuru huyu jamaa auzwe, yeye na mkewe. Huyu yeye. Sasa mke atutamleta tunashumu na mke. Yeye kwani umeoa kweli? Jamani hajaoa na biashara ni matangazo chuma hiki hapa. Amen. Anasema bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake. Na mke wake na watoto wake na vitu vyote alivyokuwa navyo. Sasa sikiliza. Desturi ya zamani ilikuwa unapodaiwa madeni na hauna hela ya kulipa, unauzwa wewe, wanauzwa kama haitoshi anauzwa mke wako, kama haitoshi wanauzwa watoto wako, kama haitoshi vinauzwa vitu vyako. Na hiyo utaiona tena katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kuna kisa cha namna hiyo ambaye huyu mtu amedaiwa na hana cha kulipa. Kwa hiyo ikabidi yeye mume wake amekufa, kwa hiyo ameacha madeni. Kwa hiyo watoto wake ndio wanatakiwa wauzwe kwa fidia ya deni. Kwa hiyo anasema huyu jamaa hana cha kulipa. Kwa hiyo ana hiyo hela aliyokuwa anadewa ni nyingi. Talanta 10,000 ilikuwa ni hela nyingi ambayo huyu hana uwezo nayo. Kwa hiyo anatakiwa auzwe yeye, auze mke wake, wauze watoto na vitu kwa fidia ya deni. Basi yule mtumwa akaanguka. Anasema yule mtumwa akaanguka akamsujudia. Akasema, Bwana nivumilie. Nami nitakulipa yote pia. Kwa hiyo huyu jamaa, huyu mtumwa anayedaiwa anamwambia mfalme kwamba nivumilie. Sasa hivi sina, ila nikipata nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia. Anasema bwana wa mtumwa yule akamhurumia. Akamfungua, akamsamehe ile deni. Utakaa pembeni tu wewe umesamehewa, nenda pale relax, kula bata. Mtumwa yule akatoka. Sasa huyu anatoka, amesamehewa, yuko hapa. Anasema huyu mtumwa akatoka, akamwona mmoja wa watumishi wake. Alipoangalia akamwona mmoja, utagundua huyu ni mfalme, huyu ni mtumwa wake. Lakini huyu pia mtumwa naye na mtumwa wake. Anasema alipotoka akamwona mmoja wa watumwa wake, wajoli wake, aliyemwiwa dinari. Huyu anamdai huyu hapa dinari 100. Ila 100. Ila huyu alikuwa anadaiwa hapa talanta ngapi? 10,000. Sasa katika hesabu ya wakati huo, talanta 10,000 na dinari 100 ni sawa na 1/10 ya hela yote. Yaani kama ni 100%, huyu anadaiwa 100,
ila yeye anadai 10. Kama unanielewa sema amina. Amen. Kwa hiyo anachokidai huyu jamaa kwa huyu ni kidogo kuliko yeye alichokuwa anadaiwa na mfalme. Yeye anadaiwa 100%, ila yeye anadai 10%. Endelea. Akamkamata, anasema akamkamata, akamkaba koo. Akisema huyu kaba yake ile mnaielewa nini? Hii kaba hii mtu sana akapiga akakuda yeye sasa. Anasema jamaa alipoenda akamkamata. Huyu jamaa alichosamewa ni kikubwa, lakini alipotoka hasira yake huyu inaonekana kuwa kubwa kuliko maelezo. Anasema akamwona mjoli wake anayemdai dinari 10, anasema akamkamata. Hapo akuishia kukamata, anasema akamkaba nini? Akamkaba kwa hapo, akamwambia nilipe unachodaiwa. Sio neno hilo, kuna neno limetumika. Nilipe nini? Akisema nilipe unachodaiwa. Ya Biblia ya Kiswahili cha kisasa ambayo mimi ndo naitumia inasema akamwambia nilipe uiwacho. Uiwacho maana kuna wengine imeandika hivyo. Uiwacho manake akamwambia yani wewe hapa sala mwanangu. Jamaa hata buku hana. Nia mbovu. Huyu tena jeraha asubuhi sana. Jamaa anasema akamwambia nilipe uiwacho. Yaani manake hata kama ana bodo ana chochote jamaa alichukua. Yeye anasemaje? Endelea. Basi mtuma mwenzake akamka miguuni. Anasema huyu naye utagundua tendo ambayo huyu jamaa alifanya kwa mfalme la kuanguka kwa mfalme, kuomba msamaha wa ile fedha, ndilo tendo huyu naye analifanya. Sema akaanguka chini, yeye akamwambia, akamsihi akisema nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka. Anasema huyu jamaa hakutaka. Akaenda akamtupa gerezani. Akamchukua nenda akamtupia kule kwenye kivuli gerezani. Hadi atakapo. Anasema akaenda akamtupa gerezani hadi atakapoilipa deni. Mimi niwaulize swali. Hivi mtu akiwepo gerezani ana uwezo wa kuzalisha? Maana walisia yule pale anaweza kaozea gerezani. Kwa sababu hana uwezo wa kulipa hiyo fedha anayodaiwa. Japo anachodaiwa ni kidogo sana kuliko yule aliyepeleka gerezani alichosamehewa na mfalme. Endelea. Basi watuma wenzake walipoyaona yatendeka. Kwa sababu hilo tukio halikuwa la siri. Kwa sababu lilikuwa ni tukio la wazi, nyinyi ndio wajoli. Anasema basi watu wengine, watumwa wengine walipoyaona yalipotendeka, walisikitika sana. Anasema walisikitika sana. Wakaenda wakamweleza Bwana. Anasema watumwa wakaenda wakamweleza mfalme Bwana mambo yote yaliyotokea. Ndipo bwana wake akamwita. Mfalme akamwita. Akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nilikusamehe deni lile lote. Mfalme anamkoa na kijana. Anamwambia ewe mtumwa mwovu, nilikusamehe wewe ile deni yote. Uliponisihi, lakini nawe je haikukupasa kumrehemu mtumwa mwenzako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhibika. Anasema bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa ile deni. Utagundua baada ya bwana mfalme kutambua kwamba huyu amefanya uhuni, kwa sababu yeye ametendewa mema na amesamehewa, ila yeye ameshinda. Adhabu ya huyu inaporudi inakuwa kubwa kuliko yeye aliyempeleka gerezani. Anasema akampeleka gerezani anasema huyu sasa akapelekwa gerezani, lakini haitoshi tu akapelekwa kwa watesaji. Hata sasa huyu yuko gerezani alafu anateswa mpaka atakapoilipa hiyo deni. Endelea. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni. Sasa Yesu anapohitimisha huo mfano anasema ndivyo na Baba yangu wa wapi? Wa mbinguni ambavyo atakavyowatendea ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu yote kila mtu ndugu yake. Na hiyo ndio nilianza nao. Naweza kwenda kwa nashukuru sana kwa mwitikio wenu wa ibada, kufanya ibada iende kwa mfano eleweke. Yesu anahitimisha kwa kutoa onyo kama ndivyo Baba yangu wa mbinguni hato wasamehe ninyi mkishindwa kusamehe kila mtu ndugu yake.
Pata muda wa kutafakari. Hivi mpaka sasa hivi kwenye moyo wako kuna mtu yote ambaye umembeba moyoni hujamsamehe? Kwenye maisha yako, kwenye pitapita zako, kwenye biashara zako, kwenye kazi zako, kwenye familia, kwenye mzunguko wako wa maisha, mahusiano. Je, swali la msingi, kuna mtu yote umembeba moyoni mwako ambao hujamsamehe? Unaye ndugu yako? Mimi kama kuna mambo ambayo nilijifunza kwenye maisha ni jambo la msamaha. Nilishawahi kumwambia Mungu kwenye moyo wangu, sitambeba mtu hata siku moja. Mimi nitakubeba wewe peke yako. Hiyo, yani mimi sisemi vibaya, lakini moyo wangu hauna hila ya kumbeba mtu yoyote moyoni. Yaani hata unifanyie kitu kibaya kiasi gani, nilimwambia Mungu kwa sababu ufalme wa mbinguni umefanana na mtu anayetaka kusamehe. Basi nisaidie nisimbebe mtu moyoni. Na ngoja niwaambie, kushindwa kusamehe kumewafungia watu wengi mibaraka kwenye maisha. Kuna wengine kazi zenu haziendi sio kwa sababu hamna juhudi, ile ni kwa sababu mmebeba watu wengine mioyoni. Na kama watu wangeliweza kusamehe kwa urahisi, nataka niwaambie leo hata ndoa nyingi zisingevunjika. Ukiona ndoa imevunjika, ni mmoja amejiona mwenye haki kuliko mwingine. Yaani ukiona tu ndoa imevunjika muda wote, jua kuna mmoja wao ana haki kuliko mwingine, au amejihesabia kuwa ni bora kuliko mwenzake. Yaani kuna mambo unaweza usiyarudishi, ila kuna mambo yako ndani ya maamuzi yako, kiwemo na hilo la kumsamehe mtu mwingine. Wako ndugu zenu, asameheni, waachilieni kwenye mioyo yenu. Wako waume na vijana wa kiume na wa kike. Wapo vijana waliowajeruhi kwenye mioyo. Wapo wanawake waliowajeruhi kwenye mioyo. Sikiliza, kwa afya yako ya kiroho na imani yako, ili uilinde vyema, chagua kuwasamehe watu. Hata kama walikusababishia maumivu. Maumivu mengine yanaweza siondoke kwa haraka, lakini msamaha ni jambo la muhimu sana. Nimalizie na kisa kimoja cha muhimu sana. Yuko mzee mmoja, yeye alibahatika kuoa, na walipooa mke wake akapata mtoto mmoja mdogo wa kiume. Bahati mbaya sana yule mwanamke akafa. Yule mwanamke alipokufa, baba akaoa mwanamke mwingine. Wakapata watoto wangapi? Wawili wa kiume. Kwa hiyo kuna huyu wa kiume mmoja mkubwa ambaye aliachwa na huyu mama aliyefariki. Lakini huyu mama akawa na sasa, bahati mbaya sana, huyu mama mwenye vijana wawili ambaye ndo aliolewa sasa baada ya yule mama kufariki, akawa ampendi huyu kijana mdogo. Na hisia zake za kutokumpenda akawa amezionyesha waziwazi. Kwa akawa anamtamkia maneno mabaya, akawa anampiga akikosea jambo dogo, akawa anampiga. Hawa vijana wawili, hawa watoto wake, wakawa wamejifunza kitu ya kwamba mama hampendi huyu kaka yetu. Kwa hiyo kila siku akawa wanamwona mama na matendo yale ya chuki ya wazi dhidi ya yule kaka yao. Wakatambua kabisa mama hampendi. Kwa hiyo baba yao huyu kijana alikuwa anafanya kazi mbali, anatoka anaenda kufanya kazi, anarudi, anatoka anarudi. Kwa akiwa anatoka, yule mama ndo anatumia hiyo fursa kufanya matendo maovu kwa yule kijana. Anampiga na wakati fulani anamtamkia hata maneno ya aibu. Ya kama mama yako angekuepo hapa ndio angekubaliana na upumbavu wako. Wakati fulani hata chakula hapewi kwa wakati. Siku moja baba akiwa ametoka kwenye majukumu yake ya kazi, mama naye ametoka. Vijana hawa wawili wakawa ndani wanacheza mpira. Huyu kaka yao akawa amelala ndani. Katika kucheza mpira, wale vijana wakawa wamepiga mpira ukaenda kugonga chupa ya chai. Ile chupa ikaanguka ikavunjika. Kichwani watoto wakajua sasa mama akija akigundua sisi tumevunja hii chupa, hali itakuwa mbaya. Sasa tufanyeje? Wanasema kwa sababu kaka amelala, sisi tutamsingizia kaka amevunja nini? Chupa, kwa sababu hata mama si hayupo. Lakini mama kwa sababu anamchukia kaka, hii itakuwa ni njia nzuri. Wakaenda chumbani alipolala kaka, akamwambia kaka, umevunja chupa ya mama. Mama akija tutakusema. Yule kaka akasema wewe, mimi nimelala nimevunja chupa, akamwambia tutakusemea. Na wale watoto kwa sababu wamemwona mama yao akiwa na chuki, wakawa wamejifunza hilo na wameliweka moyoni. Na kweli mama aliporudi wakamwahi getini, mama wao kama mama tukwambie kitu, yeye niambie kaka amevunja chupa yako, sababu mama anachoka na kaka kutaka story. Akafika kitandani, mtoto alipolala akamburuza kwanza, akamtoa chini ya kitanda, akaanza kuchukua fimbo anaanza kuchapa, anapiga yule mtoto analia, anambia mama sijavunja chupa, unajua. Akamwambia wewe ujinga unaofanya ungefanya mama yako akiwa hai, ila huu pumbavu siwezi kuvumilia nyumbani kwangu. Akampiga, anapiga yule mtoto analia, anambia mama unaniua, sijavunja chupa yako, mama unaniua.
unanisumbua. Sijafanya hilo mama, unanionea. Nilikuwa nimelala, naambia pumbavu watoto wajinga. Mama akapiga. Yule mtoto sababu amepigwa kwa muda mrefu sana, zile nguvu zikawa zimemrushia yule mtoto, akawa anaanguka chini. Yule mama akamchukua akamtoa nje ya geti akamtupa. Na ilikuwa ni mida ya jioni kwenda giza. Kile baadaye uzuri hiyo siku ndio baba akawa anarejea. Anaporejea akiwa amewasha taa za gari, anaona ni kama kuna kitu fulani kako chini. Anapokaribia mlango anagundua ni yule mtoto. Anashuka mtoto akiwa anahema kwa shida sana na maneno yake anasikika kwa mbali. Yule baba akaona mtoto yuko pale, uzuri kaburi alilozikwa mama yake alikuwa mbali. Akamwambia mwanangu, nikamwambia baba, nipeleke kwenye kaburi la mama nitakwambia. Nipeleke tu hapo kwanza. Yule mzee akawa amemchukua, bado alionekana kana kwamba anapumua lakini sio hivyo. Na mzee kwa sababu alikuwa amesema ngoja nisogeze hapo ili nimsikie anasemaje. Katika umbali huo mdogo mtoto akawa anasema, mama unaniua sijavunja chupa. Mama unaniua sijavunja chupa. Walipofika kwenye kaburi yule mtoto akashindwa kupumua, pumzi inaondoka taratibu, na katika kaburi lile la mama yake yule mtoto akapoteza maisha namna hiyo. Huyu mama akiwa hajapata nafasi ya kutubu, lakini huyu mtoto wawili wakiwa wametengeneza chuki. Mimi nataka niwakumbushe, wapo watu wengi tumewasababishia maumivu. Na wapo watu wengi wametusababishia maumivu. Niongee na wanaume wenzangu, kuna wanaume wengi, wako watoto ambao mliwazaa nje na wengine mmewatelekeza. Wanaishi kana kwamba hawana wazazi. Wengine chakula ni kwa shida, wengine wamepoteza fursa ya elimu, wengine wamepoteza vitu vingi. Mimi nataka niwakumbushe, nitarudi hapo kwenye kisa, nataka niwakumbushe wale wanaume wenzangu, aidha mko kwenye ndoa au hampo. Ikiwa una watoto wako ambao wako nje, ambao ni damu yako, uliwazaa mwenyewe, wasiokuwa na hatia, wachukue warudishe nyumbani, kwa sababu hiyo damu itakulilia. Halo? Nikiwa natoa hichi kisa mahali na hili somo, mzee mmoja baada ya ibada akanifuata, akamwambia, pastor, yaani na watoto 4 wako nje. Ila huyu mama ninayemuona ni kichomi. Nikimleta hapa ni pastor, ngoma itaanza upya. Nikamwambia ni bora ikaanza upya, lakini wewe na Mungu wako umefanyaje? Mmemalizana. Kwa sababu hao watoto hawana baba mwingine zaidi yako. Nani akawalee? Mimi nina kisa cha kaka yangu mkubwa. Hicho hata baba nilimwambia naomba niwe nakitoa. Kaka yangu mkubwa sisi baba alikuwa na kabla ya mama yangu alikuwa na mtu mwanamke, wakawa wamezaliwa kaka yetu. Lakini baadaye ndio akawa mama yetu tukazaliwa sisi. Baba alimficha mama ya kwamba kuna kaka yetu. Baada ya darasa 7 akaka kupata tena elimu, akawa anavua samaki kwenye nyumba ya Mungu kule Moshi. Anavua samaki. Miaka karibia 4. Sisi nyumbani tunapata elimu na kila kitu. Baba mdogo wake baba akawa amemwambia mama, lakini wewe wako na mtoto yupo kule anateseka anahangaika. Mama akamwambia mlete bila baba kujua. Jioni hiyo brother ameletwa, mzee anarudi nyumbani anakuta na bahati kwa hiyo vile vya nje vinakuta vinafanana na baba zao. Sio kuna mmoja na nini pale? Ni copyright. Na ukikiona hiyo utakata. Yaani Mungu anajua kuumbua. Yaani ukikata na kileta kupendi paste. Yaani ukikiona mpaka vimato sema huyu ni mwananyanza na usha. Yaani huyu sio kukwema kabisa. Kwa hiyo brother, wewe sisi watoto wote tumefanana na baba, lakini brother amefanana naye mpaka rangi. Yaani kila kitu ndio alipoingia. Basi wenyewe tukasema wewe mzee hapa alikuwa anachomoka. Mzee kama ameshtuka, kafika ile mama anambia tulia. Unataka nielewe na nani? Yule brother akapelekwa interview ya shule. Akafeli. Kwa sababu hajasoma muda mrefu, lakini ukitwana na nini? Lakini mama akaenda kumwombea shule ya Suji ambayo na mimi nilisoma walevu. Akamwambia bwana, mwanangu amekaa mtaani muda mrefu, kina na uwezo. Mpeni nafasi tu. Yule ni master akamkubalia. Alikuwa anaitwa Kitunda second master, alikuwa anaitwa Kebi Kabura. Wakamchukua yule brother pale akaanza form 1. Nadhani kama alipofika form 3 ndio alikuwa ni boy wa shule. Yaani shule nzima walikuwa wanamwacha yeye, alikuwa anapiga hesabu hatari. Form 4 akafaulu akaenda kupata na sikizana kwa pesa ni mwalimu mkuu kule Kabuku shule. Fikiria huyu mtu angekosa hiyo huduma iliyofanyika ya kurejeshwa nyumbani. Na ni mtu wa muhimu na ni msaada kwa familia, kwa sababu ana mke na watoto na ni mzee wa kanisa. Kuna watu ambao mmewaacha kule huko ni wa muhimu. Wachukueni, huenda wakawa ni hazina zenu za baadaye. Ni muhimu, msikubali kuwatekeza. Ngoja niwaambie, fuatilieni hata duniani. Si naona kina Diamond. Juzi tumemwona yule rafiki yangu nilisoma naye Kiswahili Isaya Yunge. Alikuwa ananifuatilia kisa chake. Baba alimkataa na nini hivyo.
akaishi kwa shida. Lakini juzi amemwoa mtoto wa rais wa Kenya nani? Nani? Hivi nyinyi mko duniani? Ruto. Hapo jirani amuyajui. Au injili imekolea moyoni, hamtaki kusikiza chochote. Usikute injili iende mbele. Anamoa mtoto wa rais wa Kenya, Ruto. Lakini watu wengi waliokataliwa, huwa Mungu anatafuta njia ya kuwahudumia. Sasa msiingie katika mazingira ambayo baadaye mtahitaji huduma zao, ila hamuwezi kwa sababu hamkuwapa pia huduma. Nawaambia mioyo yetu Mungu akaitengeneze na kuipa uwezo wa kuwasamehe watu wengine. Kuipa uwezo wa kutokuwabeba wengine moyoni, ili sisi tuwe na amani, lakini tuwe katika mazingira mazuri ya kuokolewa. Yesu kabla hajalala aliwaambia, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo.